Kuna watu wananiuliza saa zingine, Bwana Rais, yule mama mboga, je, umemsahau? Nitamsahau mama mboga namna gani? Yule mama mboga leo ako na mambo manne kutoka kwangu. Ya kwanza, mama mboga sasa atafanya biashara yake mahali kuna heshima, kwa soko ya kisasa. In fact, ukienda kwa ile masoko tunajenga ingine ya gorofa. Mtu ambaye alikuwa anauzia kwa matope ama vumbi, ametoka kwa vumbi anauzia kwa gorofa ya pili. Hiyo ni bottom up, si bottom up? Iko bottom kuliko hiyo? Si hapo ndio iko? Jambo la pili, yule mama mboga pia leo anaweza kuingia katika bima ya afya pale kwa SHA. Yule mama mboga pia leo, kwa sababu tumesema affordable housing itoke, ile ilikuwa shilingi milioni 10, leo mtu anaweza kulipa, ukienda hapa Mukuru wanalipa shilingi 3,900 na nyumba inakuwa yake kila mwezi analipa. Pia yule mama mboga atakuwa na nafasi ya kupata affordable housing. So we are working kuhakikisha kwamba wale wote ambao wako chini pale, leo mama mboga anaweza kupata SHA. Vile nyinyi mmeniuliza, hata mzee wa mtaa apate nini? So we want an inclusive society. Mimi nimesema Kenya yetu sio Kenya ya wachache, sio Kenya ya wale wako na uwezo na pesa na mamlaka. Hapana, Kenya ni yetu sisi zote. Na ndio mnaona niko na matatizo na mabwenyenye wengine wengi hapa wananisumbua, makelele mingi, kwa sababu nimesema hata yule mwananchi mdogo pia yeye ako na haki katika taifa letu la Kenya. Ile SHA ilikuwa na watu milioni 8. Watu wako na kazi, wale wako na mshahara, wale wako na uwezo, wale wako na pesa. Lakini leo nimesema hii SHA, tofauti na ile NHIF ilikuwa na watu wachache, watu wenye uwezo, nimesema hii SHA ifike kwa kila mwananchi. Afya, ndugu zangu viongozi, afya isiwe ni starehe ya watu matajiri wenye wako na kazi, wenye wako na uwezo. Afya, katiba ya Kenya sehemu ya 43 inasema ni haki ya kila Mkenya, mwananchi mzalendo wa taifa letu la Kenya. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa, inshallah, Mungu akitujalia. Mungu ataturahisishia. Tumekubaliana? We now have a policy of government kutambua village elder. Sasa wewe ukisimama mahali popote unatambulika. Wewe sio tena yule bwana Sheikh hapa alikuwa anasema watu wanamuuliza huyu ni nani. Wewe sasa usimame hapo useme mimi ni village elder. Nafanya kazi chini ya ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Kenya. Mumenielewa? Jambo la pili, tumekubaliana ya kwamba kila village elder ndio atekeleze wajibu wake kama kiongozi multipurpose pale chini. Tutamfanyia training. Kila mmoja wenu tutawapeleka kwa training. Jambo la tatu, tumekubaliana na nyinyi ya kwamba kuanzia leo village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi, kila village elder. Jambo la 4, tumekubaliana ya kwamba
kila village elder, na mimi nimewaitisha wale viongozi wengine wakuwe hapa ndio wawasikize kwa makini. Kiongozi wa wengi katika bunge yuko hapa, Bwana Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Wao ndio wanapitisha pesa nikipeleka mapendekezo kule bunge. Chairman wa Security Committee Bwana Gabriel Tongoyo yuko hapa. Chairperson wa committee ya Senate Mama Fatuma Dulo yuko hapa. Wote hawa pamoja na wabunge na kamati zao wamefika hapa, na pia waziri wa pesa yuko hapa Bwana Mbadi. Sasa hawa viongozi wanaotushughulikia wanaamka na wananchi, wanalala na wananchi, wanaelewa vile mambo yanavyoendelea. Waziri Bwana Murkomen yuko hapa na umesikiza hawa viongozi vile wamesema. Hawa viongozi sasa turudi bunge, twende tufanye mambo mengine matatu. Ya kwanza, Bwana Mbadi, uende sasa utafute pesa katika budget ambayo tutatengeneza mwezi wa 11, 12, tuwawekee hawa watu pesa walipiwe SHA. Kila village elder, yeye, mke wake ama bibi yake ama bwana yake na watoto wao wawekwe katika mpango ya SHA. Wawekwe katika mpango ya SHA, ili tukimaliza hiyo budget, ili kuanzia tarehe 1 Januari hawa wote wawe ndani ya SHA na waendelee na maisha yao. Jambo la pili, wameniuliza ya kwamba hawa wazee hata ingawaje umri ni huo, lakini dijitali pia wanaelewa. Sasa pia muwaongezee pesa kidogo kwa budget, kila mmoja wao tumnunulie simu ile ya sawasawa. Mimi nawauliza ndugu zangu viongozi, kutoka ofisi ya rais, mnajua sasa tulipeleka sera kule bunge, na mimi nataka nishukuru bunge letu la kitaifa na bunge la seneti. Wamepitisha sasa sera ya kuhakikisha ya kwamba viongozi wetu wa mashinani, village elders, sasa imeunganishwa na ofisi ya rais kupitia kwa provincial administration. Na ni kati ya sera ambayo tulikubaliana wakati mmenipa nafasi ya kuwa kiongozi katika taifa letu la Kenya. Niliwaeleza ya kwamba tutaanza pale chini katika program ya bottom up, na sio peke yake jambo ambalo tunafanya leo. This is not a one-off event. This is a program of action that we undertook and we committed ourselves to do as a government. Pale mwanzo nilisema ya kwamba wale watu wadogo pale chini, tulikuwa na watu wengi wamekopa shilingi 100, wamekopa shilingi 200, wameingizwa ndani ya CRB. Wengi wakifika mahali wanaulizwa, wewe uweze kupata huduma fulani kwa sababu uko ndani ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Tulikuwa na wananchi zaidi ya milioni 7 ndani ya CRB, wananchi wadogo. Mimi nikasema hawa wadogo wa chini lazima tuwaondoe kwa CRB. Wote wananchi milioni 7
tuliwaondoa kwa CRB because we believe in inclusivity. Hatutaki kumwacha mwananchi mwenzetu nyuma. Nikakuja pale tukasema tuko na madaktari wetu wa mashinani, wale wanaitwa community health promoters. Mnajua wale walikuwa wanafanya kazi kama nyinyi, hawakuwa wanalipwa chochote. Nikakuja nikaongea na magavana wetu, nikasema hawa viongozi, hawa madaktari wetu wa mashinani, hata kama sio madaktari, ni watu ambao wanatusaidia katika mambo yetu ya matibabu. Pia na wao nikasema katika serikali hii ninayoongoza pia tutawapatia marupurupu. Leo community health promoters, wale CHPs, leo kila mwezi tunawapatia marupurupu, vile na nyinyi mtapata hivyo. Pia tukasema pale chini tuko na mama mboga na wale wengine wadogo wanahangaika pale chini, wanauza mazao yao dukani pale, kwa mvua, kwa jua, matope inawazumbua, vumbi inawapiga. Nikasema wale pia tutashirikiana na wao. Tunataka wafanye kazi mahali kuna heshima. Leo katika taifa letu la Kenya tunajenga soko 600, zingine tumekamilisha. Ndio yule mama mboga pia afanye kazi mahali kuna heshima, kuna stima, kuna maji, kuna usafi, ndio tuweze kutembea kwa pamoja.